Mara zote ama mara nyingi pale ambapo mtu mume na mtu mke wanapokutana kwa ajili ya kuanzisha familia, kupata watoto inakuwa ni kati ya yale malengo makuu ama yale malengo ya muhimu ya kuwa pamoja. Lakini isivyo bahati, si watu wote huwa wanapata huo uwezo wa kupata watoto. Lakini yuko mwingine anao tayari, ana uwezo huo wa kupata mtoto, lakini akatamani kuongeza familia nje ya ile ambayo yuko nayo, na hapo ndio unakuja ule utaratibu ambao unafahamika zaidi kama adoption kwa lugha ya Kiswahili, kuasili, ambapo siku kadhaa zilizopita, kama si miezi kadhaa iliyopita, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alifanya hivyo pia kwa yule mtoto ambaye alikuwa ni mtoto mchanga, alikuwa ametelekezwa na wazazi wake, alienda kuachwa tu sehemu, akamchukua akamfanya sehemu ya familia yake. Na hapo ndipo ili neno kuasili likaja. Wengi wakatamani kufahamu, kwani kuasili ni nini? Nani anaweza kuasili? Ama yeye aliweza kuadopt kwa sababu ya nafasi yake? Sasa ukweli ni kwamba yoyote anaweza kufanya hivyo, na kwa kuwa elimu hii ni pana, tumeketi hapa na mtaalamu kutoka ustawi wa jamii. Yeye ni afisa ustawi wa jamii mwandamizi, Bi Ludovika Samare, ambaye tutazungumza naye vitu vingi sana kuhusiana na hili la kuasili mtoto. Bi Ludovika, karibu sana Maelezo Podcast. Asante sana. Sisi tunafurahi kuwa na wewe. Ustawi wa jamii sasa hivi mkiongozwa na waziri mwenye dhamana, mpo sana kwenye mitandao ya kijamii. Sana. Yaani sasa hivi ukitaka kuona vile ambavyo unaweza kupishana ustawi wa jamii, jambo lako lifike mtandaoni. Nimeona pia hata mtaani huku sasa hivi ukatili, watu elimu angalau imeanza kuwafikia. Hongereni kwa hilo. Tunamshukuru Mheshimiwa Waziri kwa hilo, anasaidia sana. Kabisa. Presence, kuna presence mtandaoni wanasema. Wewe unaona inasaidia? Inasaidia sana. Anatusaidia kufikisha elimu sana kwa watu. Kuna vitu vingi anawasaidia kuelewa. Vile ambavyo tulitakiwa kufanya sisi, sasa yeye anatusaidia kwa kiasi kikubwa. Na uzuri wanamwangalia walio wengi, kwa hiyo ujumbe unafika kirahisi. Tuanzie kwenye hili la kuasili mtoto ama kuadopt. Nielewe nini? Kwa sababu yuko mwingine anaweza akawa haja-adopt, lakini kwa kuwa hafahamu kuasili ni nini, akahisi mimi nimemuasili huyu. Alimlea mtoto wa kaka yake, ama alikutana na mtoto kwenye kituo fulani cha kulelea watoto yatima, akamchukua, ama ni mtoto wa jirani yake, hana baba wala mama, pengine wazazi, lakini hayuko kwenye kituo cha kulelea watoto yatima, akakaa naye, akamsomesha, akahisi amekwisha kuasili. Kuasili ni nini kwani? Kuasili ni mchakato wa kisheria. Lazima upitie mchakato wa kisheria, na hii inatolewa ni kwa mujibu wa sheria ya mtoto, sura namba 13. Ikienda pamoja na kanuni za uasili wa watoto. Kwa hiyo katika huu mchakato wa kisheria, ina maana kuna hatua mtu anatakiwa azipitie, na pale unapokamilisha, ina maana haki zote za msingi za mzazi zinahamia kwa mzazi muasili. Kwa hiyo zikihamia, ina maana kwa mzazi muasili, ina maana ule mtoto unatakiwa kukaa naye maisha yako yote, yani unampa malezi ya kudumu. Kwa hiyo ina maana hadi haki zote ambazo unatakiwa kumpatia mtoto wako zinahamia pia kwa mtoto huyo. Ukisema haki zote, nimeona wengi akifanya hivi. Kwa mfano tumie tu ile scenario ya Mheshimiwa Rais. Jina la yule mtoto la mbele alikuwa na baba na mama, lakini jina la yule mtoto mbele likabadilishwa. Ni lazima kufanya hivyo? Kwenye hilo sio lazima, kwa sababu unapokamilisha mchakato, mwisho wa siku unapewa cheti kupitia RITA. Kwa hiyo kile cheti ndio kitakutambulisha wewe kama mtoto ambaye umeasiliwa. Lakini kwa walio wengi kwa sasa wanapenda kuwabadilisha majina. Kwa hiyo walio wengi wanafanya hivyo, wanabadilisha majina. Tunabadilisha jina la kwanza ama la mwisho tu? Ubini wako. Of course hata la kwanza inategemea, maana watoto wengi ambao hasa walio katika makao ya watoto wanakuwa waliokotwa na wakapewa given name, sio majina yao halisi. Kwa hiyo mzazi anaweza akamchukua akiwa mchanga, akaamua kumpatia jina ambalo anapendezwa nao. Na kwenye hili pia, mtoto mwenye umri gani anaweza kuasiliwa? Naweza nikakutana na mtoto ana miaka zake 10, ukaamua kumuasili ama kumuadopt? Inaruhusiwa kabisa. Yani mtoto yoyote aliye chini ya umri wa miaka 18 kama sheria inavyosema. Mtoto yoyote anatakiwa awe na umri chini ya miaka 18. Kwa hiyo mtoto yoyote yule anaruhusiwa kuasiliwa. Tunawapata wapi hao watoto tu? Watoto hao wanapendekezwa na afisa ustawi wa jamii. Afisa ustawi wa jamii atafanya uchunguzi wake. Wengi halmashauri nyingi wanakuwa na tayari wana list ya watoto ambao wana sifa za kupewa uasili. Kwa hiyo afisa ustawi wa jamii ndio atapendekeza, pengine kutoka katika makao ya watoto,
au kutoka kwa mtu tunamwita mtu wa kuaminika, au pia anaweza akamtoa katika familia pengine ambao tunasema ina changamoto kiuchumi, wazazi wenyewe wanaridhia kumtoa mtoto. Yes. Tubaki kwenye hilo kwanza. Yaani una uwezo kuwasili mtoto ambaye baba yake yupo, mama yake yupo, lakini kwa sababu ya maisha magumu. Hii imekaaje? Hem tupitisha. Pengine unakuta labda mzazi anashindwa kukidhi mahitaji ya mtoto. Na imetokea kuna mtu ana nia pengine ya kumpatia mahitaji yote. Kwa mzazi anaruhusiwa kumtoa huyo mtoto kwa kutoa ridhaa. Anatoa ridhaa yake ya kisheria, lakini akitoa hiyo ridhaa ina maana kwamba haki zote zinahamia kwa yule mzazi mwasili. Kwa hiyo inabidi aelimishwe vya kutosha. Akielimishwa vya kutosha na afisa ustawi wa jamii na akakubaliana na hilo, anaruhusiwa mtoto kuchukuliwa na huyo mtu mwingine. Lakini haki zote za msingi za mzazi lazima zihamie kwa mtoto. Na zikishahamia kwa mtoto ina maana kwamba haki zako wewe mtoto sasa kwa yule mzazi wako wa awali zina cease. Tunasema unakuwa huna haki tena za kisheria kule. Kwa hiyo inapotokea labda ikitokea hata ikiwa wazazi hawapo tena duniani na hata sheria imeshasema kabisa ukishapewa haki katika upande wa mzazi wako wa kuasili, hairuhusiwi kupata haki zako tena kwa ule mzazi wako wa awali. Ina maana mzazi wa kibiolojia. Yaani ikatokea yule mzazi ambaye amemwasili mtoto ambaye alikuwa na wazazi kabla akafariki, mtoto hawezi kurudi tena kupata haki zake kwa hawa wazazi. Yaani hii inaitwa hakuna kurudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma, yaani imeshaenda mbele kabisa. Kwa hiyo ina maana haki zako zote utazipata kwa mzazi wako huyu mpya. Huku zinakuwa zimesizi. Niliwahi kusikia mahali kama si kutazama nadhani ni kwamba ikitokea memwasili mtoto ambaye labda alikuwa kwenye umri ambao hakuwa anajifahamu, anasema si sawa baadaye kuja kumwambia hiyo kitu. Tuweke sawa kwenye hili utaratibu wa mtoto kumfahamisha ama kuto kumfahamisha. Sheria nadhani imetoa room kwa mzazi yule aliyeasili. Pengine alimchukua mtoto akiwa mchanga. Walio wengi hawatamani sana kuwaambia watoto kwamba mimi sio mama yako. Ndio maana tukiangalia wateja wetu wengi wanataka sana watoto ambao ni wako chini ya miaka 5 ambao bado hawajapata ufahamu vizuri, kwa sababu wanataka jamii ijue ni mtoto wake na yeye mwenyewe pia mtoto ajue kwamba yeye ni mzazi wake, walio wengi. Lakini haki ya mtoto kujua historia yake kwenye sheria pia imetamka ni muhimu mtoto kujua historia yake, kujua yeye wazazi wake, background yake, wazazi wake ni wakina nani, pengine pamoja hata na utamaduni wake inaruhusiwa. Lakini imetokea katika wazazi wengi wa kuasili hawapendezwi na hicho kitu. Na unakuta watoto wengi walioasiliwa hawafahamu kama wenyewe wameasiliwa. Mtoto bado anakuwa na haki ya kujua background yake, kujua ndugu zake. Kisheria anayo hiyo haki. Lakini pia hiyo sheria imemruhusu mzazi mwenyewe muasili aweze kuamua kumweleza au kutomweleza. Bado na nikosa kisheria ikitokea labda ni mtu mwingine anaenda kutoa information hiyo kwa mtoto. Hiyo nikosa kisheria. Tupite hapo kwanza. Tuweke sawa. Umesema ni haki ya yule mtoto kufahamu background yake ama historia yake ya nyuma, utamaduni wake, lakini anatakiwa afahamu kutoka kwa mtu mmoja tu ambaye ni mzazi aliyemwasili. Ndio kabisa. Akifahamu kutoka kwa mtu wa nje imekaaje? Hiyo tayari ni changamoto. Huyo mzazi mwasili anaweza akamshtaki. Kisheria kabisa inawezekana akamshtaki kwa sababu yeye peke yake ndo ana haki ya kumweleza ule mtoto pengine kama kaasiliwa au hajaasiliwa. Tunakuepa nini hapo kwenye kumfanya mtu pekee mwenye uwezo wa kuishape ama wa kumwambia historia yake awe ni mzazi ile mwasili? Tunakuepa nini kwamba asiambiwe na outsider ama mtu wa nje? Nadhani anaweza kumwathiri pia kisaikolojia yeye pamoja na mzazi pia. Sasa wewe unafahamu huyu ndo baba yangu, alafu mtu baki anakuja anakuambia sivyo. At least ukiambiwa na baba yako mwenyewe inakuwa at least inasaidia kuliko kupewa na mtu ambaye sio mzazi ambaye unaishi naye. Yes. Kitu kingine pia ambacho nilikuwa natamani, kuna kitu umezungumza hapa, kuna malezi ya kambo pamoja na kuasili mtoto. Ndio. Tofauti yake ni nini? Malezi ya kambo na yenyewe inatolewa kwa mujibu wa sheria na kanuni ya malezi ya kambo za mwaka 2012. Na Kamishna Ustawi wa Jamii ndo anayetoa kibali cha malezi ya kambo. Lakini hii malezi ya kambo tunasema ni ya muda. Yaani tunasema ni malezi ya muda au huduma ya muda ambayo mlezi wa kambo anaamua kuitoa kwa hiari yake mwenyewe kwa mtoto. Anaweza akakaa na huyo mtoto, ni huduma ambayo inajitegemea na maana, lakini anaweza akakaa na huyo mtoto
hadi hata ikafikia muda wake wa kujitambua pengine na kujitegemea, lakini hawezi kubadilisha ile status ya mtoto kisheria. Lakini tukienda kwenye kuasili sasa, status za mtoto kisheria zinabadilishwa. Anakuwa ni mtoto wako anakuwa kabisa. Ni mtoto wako kabisa wa kudumu, lakini kwa upande wa malezi ya kambo inakuwa ni ya muda. Labda nikupe scenario alafu uniambie hii ni kuasili ama ni malezi ya kambo. Ndiyo. Kuna mkuu wa wilaya ya Kisarawe DC Magoti alimchukua, kuna kijana mmoja alionekana kwenye video clip ana akili kubwa sana, yani uwezo wa kujielezea na vitu kama hivyo, lakini anatokea kwenye mazingira magumu, akajitolea kwamba atamchukua, atakaa naye nyumbani kwake na atamsaidia kumsomesha mpaka afike level fulani. Ile tunasema kamuasili ama ni mlezi wa kambo? Tunaweza tukasema inaweza ikaendana na hizi huduma mbili, kwamba kwa maana ya kwamba ya ulezi wa kambo, lakini mtu hadi kuitwa mlezi wa kambo kisheria lazima apitie ule mchakato mpaka anapewa kibali na kamishna wa ustawi wa jamii. Lakini tukiangalia kwenye jamii yetu kuna vitu vingi vinaendelea. Hata mimi na wewe kwenye familia zetu kuna watoto ambao pengine walifiwa na wazazi wa ndugu zetu wakaamua kulelewa katika familia. Hiyo tunaita kinship care, kwamba malezi ya ndugu. Hiyo ipo japokuwa haijawa regulated kisheria, lakini ipo na inafanyika na ipo katika jamii zetu. Umeona? Kwa hiyo kuna katika jamii kumekuwa kuna hayo mambo pia, kwamba unakuta kwenye jamii mtoto pengine hana wazazi kwa sasa, amekuwa kitangatanga, lakini familia moja inaamua kumchukua kuishi naye. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinaendelea kwenye jamii, vingine haviendi kisheria kabisa kama ambavyo sisi tunavisimamia, lakini vipo na vinaendelea. Tunabariki hiyo ama tunaipinga vikali hiyo? Tunaibariki vizuri sana. Yaani kama mtu ana nia njema na anaweza kutoa huduma hiyo kwa mtoto, tunamruhusu vizuri sana, kwa sababu mtoto anapoishi katika makao ya watoto tunaita orphanage center, zamani walikuwa wakiita hivyo. Anapokaa kwenye makao ya watoto tunasema sio sehemu salama na inatakiwa iwe ya muda. Sasa inapotokea familia inaamua kumchukua mtoto na kumpa mahitaji yote ya msingi, hiyo ni nzuri kabisa na tunaibariki kabisa. Kwa hivyo wakati fulani hata ikatokea kama mtu ana nia njema, hata kama hakufuata ule utaratibu wa moja kwa moja, lakini kama tunaona maendeleo wala ustawi wa jamii hamna shida naye kabisa. Shida naye, ndio maana nasema kuna huduma zinaendelea kinship care kwenye community. Unakuta kuna jamii zingine unakuta wana utaratibu wao wa kulea watoto ambao wanakosa malezi. Kwa mfano uko kwenye Masai Society wana utaratibu wao. Kama mtoto anakosa malezi, kuna watu ambao wanapewa kulea watoto. Kwa hiyo inaruhusiwa kabisa. Kwa hiyo kuna vitu vingine tumeviacha viendelee kwa asili yake. Okay. Hapo mimi kuna kitu natamani kukijua. Wakati naanza kuzungumza hapa nikaweka wazi kwamba wako ambao wana asili watoto kwa sababu ya wao wana ndoa ama ile familia hawana uwezo wa kupata mtoto. Ndiyo. Lakini kuwa na mtoto ni kati ya sehemu ya malengo yao, lakini kuna mwingine anatamani tu kwa sababu ya uwezo wake, anatamani kusaidia. Yuko mwingine alilelewa kwenye kituo cha tunasema makazi ya watoto au makao ya watoto, anatamani pia na yeye aje kurudisha kwa kufanya hivyo. Na wewe uko sehemu hiyo ambayo watu wanakuja kuasili watoto na vitu kama hivyo. Ndiyo. Sababu kuu ukitazama wewe kwa hesabu zako za haraka huwa inakuwa ni nini? Wengi wanaokuja ni wale ambao hawana uwezo wa kupata watoto ama wale ambao wanatamani tu kuongeza familia. Okay, kuasili kuko kwa aina mbili. Kuna kuasili kwa ndugu anaruhusiwa kumwasili mtoto wa ndugu yake, lakini kuna kuasili kwa kawaida tunasema, kwamba mtu ana uhusiano kabisa na mtoto anaamua kumwasili. Lakini katika mchakato wa kuasili tukiangalia kutokana na takwimu, wale watu wengi wanaokuja, mtu yote ambaye ana nia ya kuasili anaruhusiwa. Haijalishi ana mtoto, haijalishi ana mtoto, haijalishi ana uwezo, yaani yeye mwenyewe, ndio maana tunasema ni kitu cha hiari. Umeona? Kwa mtu yote anaruhusiwa. Kwa sasa walio wengi wanakuja ambao wana changamoto za uzazi. Lakini kwa uchache wapo wanaokuja ambao wana nia ya kuasili kwa maana ya kwamba ya kusaidia. Wapo, unakuta ana watoto hata 4, lakini uwezo wake ni mkubwa, lakini anataka kuongeza mtoto mwingine, anaruhusiwa pia. Kwa hiyo hakuna limitation kabisa. Ila tukiangalia tu kwa takwimu zetu tunaona kwamba wengi wao ukiona sababu ni kwa sababu hajafanikiwa kupata mtoto. Sawa. Ni Maelezo Podcast, pia na Suleiman niko hapa, nimeketi na Bi Ludovika Samare. Huyu ni afisa ustawi wa jamii mwandamizi. Tunazungumzia juu ya kuasili watoto ama kuasili mtoto, wengi wakifahamu zaidi kama adoption. Ukisikia kwamba fulani ka adopt mtoto na vitu kama hivyo, tunafahamu hii leo.
Sasa hivi natamani tugusie sasa vigezo vya mtu ambaye anatakiwa kuwasili mtoto sasa. Ukiwa na vigezo vipi ama uzingatie vitu gani ili uwe na hizo sifa za kuwasili mtoto? Okay. Cha kwanza, mtu yoyote mwenye tabia njema kwenye jamii anaruhusiwa kuwasili. Awe ana umri kuanzia miaka 25 mpaka 65. Anaweza akawa mtu binafsi, kwa maana ya mwanamke anaruhusiwa kuwasili peke yake bila ndoa, lakini mke na mume wanaruhusiwa kuwasili. Lakini pia raia ambaye sio wa Tanzania wanaruhusiwa kuwasili, lakini kwa kigezo kwamba mmoja wao ameishi at least miaka 3 mfululizo Tanzania. Lakini pia raia ambao wa Tanzania ambao sio wakazi naye anaruhusiwa kuwasili. Kwenye hapo umesema kwa ambaye si raia wa Tanzania, yani ikitokea watu wawili, na maswali mawili hapo. Ikitokea watu wawili ama mtu mume na mtu mke wakachagua kuwasili mtoto ambao si raia wa Tanzania, manake mnapotoa kibali cha wao kumwasili yule mtoto, na yule mtoto tunabadilisha uraia manake? Anaweza akaenda kubadilisha uraia. Na sisi hatuna uraia pacha. Na sisi hatuna uraia pacha. Lakini kisheria mpaka mtoto anatoka nje, ina maana tunaamua akaasiliwa nje ya nchi, ina maana kwamba tumetafuta njia zote zilizopo ndani zimekosekana. Sasa ndo tunaweza tukampatia huyo mzazi wa ambaye ni sio raia wa Tanzania. Lakini kwa kufanya tunasema tunafanya mchakato mrefu sana na inachukua muda sana mpaka tujiridhishe, tupate taarifa kutoka nchi yake ambayo ya asili, kuambia watuambie kwamba wanatambua uasili wetu. Umeona Kwa hiyo wakishatujibu sisi kwamba wanatambua uasili wa Tanzania, na kwa ufuatiliaji kupitia barozi, basi tunamkabidhi yule mtoto. Hapo pia ni nani, kumbuka akisha kuwa hapa Tanzania maana yake inakuwa ni rahisi watu wanaomzunguka kujua maendeleo yule mtoto na nini. Bado ustawi wa jamii mnakuwa na jukumu la kufuatilia maendeleo yule mtoto baadaye? Yes, tunakuwa na hilo jukumu, na tumekuwa tunawasiliana na barozi kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ili kupata taarifa za maendeleo ya watoto. Kwa hiyo tunafuata, kwa sasa hivi bado tunafanya ufuatiliaji kupitia barozi, kupitia Wizara ya Mambo ya Nje. Wakati tunazungumza pia hapa, kati ya sifa za mtu anayeweza kuwasili, tulisema ama uliweka wazi kwamba ni watu ambao wako kwenye ndoa, wana ndoa. Sifa nyingine ukasema awe mwanamke hata kama hayuko kwenye ndoa. Kwa nini mwanamke kawekwa? Mwanaume kwa nini hawezi kuwasili akiwa peke yake? Tunaamini kwamba mwanamke ndo mlezi. Umeona? Tunaamini mwanamke ni mlezi. Nyumba ikiwa na mama, anaweza akamlea yule mtoto. Pengine akamchukua akiwa under 5, bado mdogo kabisa, anaweza akamlea yeye peke yake mpaka akafikia. Tofauti na baba. Baba anaweza kutafuta pia mlezi pale nyumbani. Lakini siku za usoni akaoa ama akatafuta mtu wa kazi. Kwa sasa tunamwamini mwanamke kwanza. Hili sijui niliwekaje, nitajitahidi niliweke vizuri. Kwa Tanzania sisi iko wazi kabisa, mapenzi ya jinsia moja, ndoa ya namna kama hiyo haitambuliki kabisa. Umeweka wazi kwamba raia wa nje wana uwezo wa kumwasili mtoto ambaye ni wa Kitanzania. Kwa sheria zao kule wao wanaweza kumtambua mtu mume na mtu mume kama wanandoa, ama mtu mke na mtu mke kama wanandoa. Hii iko vipi? Tuna uwezo wa kutoa kibali kwenye mazingira kama haya? Kwa mtu mume na mtu mume? Hapana, kwetu hairuhusiwi. Mtu mke na mtu mke? Hairuhusiwi. Raia wa nje? Hairuhusiwi. Na hiyo kabisa ni sheria iko wazi hivi. Hairuhusiwi kabisa. Inatakiwa mke na mume, imeongea kabisa. Ni mke na mume. Yes. Okay. Hiyo mimi nimeichukua. Sasa ukisha kuwa na hivi vigezo. Hivi kwenye hivi vigezo, kabla sijaenda, kwa sababu nitaka nikuulize kwamba ukisha kuwa na hivi vigezo unaanzia wapi mchakato? Yani unaenda wapi? Lakini hapo kanijia kitu. Niliwahi kusikia kwamba lazima uwe na kipato kujiweza kidogo, unaambatanisha na ile wanaita nini kama statement ya kipato chako. Okay. Tunatamani kujua kipato chako, lakini sio kwamba tunahitaji tajiri. Tunahitaji tu mtu ambaye anaweza akakimu mahitaji ya mtoto.
Kwa hiyo mtu yoyote asiogope kuja, sio kwamba tunahitaji tajiri, hapana. Ili mradi tu ana uwezo wa kukidhi mahitaji, na afisa ustawi wa jamii atatakiwa kutuandikia taarifa na kututhibitishia kwamba pamoja na uchunguzi wake wa kijamii amegundua kwamba huyu mtu ana uwezo wa kutimiza mahitaji ya yule mtoto. Uwezo tunaupima kwenye nini? Whatever, lazima uwe kuna kitu ambacho kinakuingizia. Sio lazima uwe mwajiriwa, pengine labda unafanya biashara, lakini tuna uhakika kwamba kuna kitu unaingiza kwa ajili ya kukimu mahitaji ya familia. Twende sasa kwenye swali la msingi. Nimeshakuwa na vigezo tayari. Mimi nina akili timamu, miaka 25 na zaidi. Kama ni mwanamke basi ni mwanamke, tabia njema ipo. Kama ni mwanaume basi yuko na mkewe tayari. Naanzia wapi mchakato wa kwanza kwa kuongelea kuhusiana na umri? Miaka 25 ndio, lakini wewe unatakiwa umemzidi mtoto at least miaka 21. Maana sija kaja wa miaka 25 anataka mtoto wa miaka 10, hapana. Yaani tuliweke wazi hiyo. Lazima mtoto umzidi mtoto miaka 21 ukitaka kumwasili. Yes. Hapo tunachokikwepa kama siku kilinda ni kitu gani? Tunaamini ukiwa na miaka 21, yani mmepishana miaka 21, kweli unaweza ukawa kweli mzazi, kweli pengine labda inawezekana ukazaa mtoto na kumlea kwa umri huo. Yes. Lakini kwa kusema miaka 25 afu anachukua mtu wa miaka 10 ni kama akachukua mdogo wake. Yeah. Kwa hapo tunakuwa hatupati yale malezi ya kwamba mzazi. Kwa hiyo tunategemea kwamba tunapokupatia mtoto wewe ukaact kama mzazi. Sasa unapewa mtoto ambaye ni mdogo wako, inakuwa sio. Kwa hiyo lazima umepita mtoto miaka 21. Nikajua pia tunalikimbia la mtu kubadilisha. Na kingine kama ana miaka 50, anatakiwa kuchukua mtoto kuanzia miaka 10. Umeona? Anatakiwa kuchukua mtoto kuanzia miaka 10. Kwa nini? Sio mtoto mchanga. Tunaamini akichukua kuanzia mtoto miaka 10 atakuwa na whatever wakati. Yaani ukichukua ule mtoto ambaye ni mdogo sana, umeshafikisha miaka 50, labda umechukua mtoto wa miaka mwaka mmoja, hadi ikifika miaka 60, na maana wewe mtoto ana miaka 10, pengine labda kama ni mtumishi umeenda kustaafu, nguvu zako zinaisha kuweza kumhudumia yule mtoto. Umenielewa? Kwa sasa akichukua at least miaka 10, tukihesabia anavyoendelea kuishi naye hapo, inakuwa at least anaweza kumhudumia. Kuna wale, lakini kwa mfano ilikuwa imetokea ni scenario, nadhani ni story ilikuwa kubwa sana ulimwenguni. Ni kati ya matajiri, of course ana ukwasi wa kutosha. Hasa hakuwa na mke wala ndugu yoyote, na hakutaka ndugu sio wadogo zake washiriki kwenye kurithi mali zake. Alikuwa na umri umeenda kidogo. Akataka kuasili mtoto, ikashindikana. Badala yake utajiri wake akampa paka wake, nakumbuka. Sasa kwenye mazingira kama haya, yuko mwingine na asili tu mtoto, ana umri tayari, ana zaidi ya miaka 65, ukwasi upo, lakini lengo la kuasili mtoto ni anataka tu ule utajiri ambao yuko nao, ama zile mali alizonazo zimilikiwe na mtu mwingine ambaye si sehemu ya watoto wake. Kwenye hili pia huwa tunaliangalia. Sisi tunaamini tunapompatia mtoto uasili sana, tunachokiangalia ni chochote tunachokifanya kwa mtoto lazima tuangalie maslahi yake, best interest ya mtoto. Sasa tunapojaribu kutaka kumpatia mzazi, pengine kama unavyosema labda ana mali nyingi, lakini kwa kuangalia kwa kipindi hicho pengine labda hata ana miaka 70, na tunachoangalia mtoto apate mlezi, apate familia kwanza kabla ya mali. Tunaamini familia ni kitu cha msingi zaidi kwa binadamu yoyote katika kukua kiakili, whatever, kijamii, umeone. Kwa hiyo tunaangalia kwanza. Sasa afisa ustawi anatakiwa afanye uchunguzi, ajue hapa best interest ya mtoto ni ipi. Sawa, pengine hizi mali unaweza ukaachiwa afu ukabaki peke yako. Si unanielewa? Ile mahusiano ya jamii, familia inakuwaje hapo? Kwa yani chochote kinachofanyika kwa mtoto, afisa ustawi wa jamii atuhakikishie kwamba hii ni for the best interest ya mtoto. Okay. Nimeeleweka? Hapo mimi nimekupata vizuri. Ndio. Twende sasa kwenye wapi unaanzia huo mchakato. Okay, na hivyo vyote natakiwa kuwa na nini kama ni viambatanisho? Okay. Wapi mchakato na uanzia, wapi na malizia? Mtu yote mwenye nia na anajua kwamba yuko na nia ya kuchukua mtoto whatever katika kuasili au malezi ya kambo, anatakiwa kwenda ofisi za halmashauri katika eneo lake. Ofisi za mkurugenzi tuseme. Na ukifika ofisi za mkurugenzi, uulizie kitengo cha ustawi wa jamii. Asa ukifika kwa afisa ustawi wa jamii watakupa mchakato mzima. Of course afisa ustawi wa jamii utakapomwelezea hiyo nia
Ina maana utaenda na barua ya kuomba kwamba unataka hiyo huduma. Ina maana afisa ustawi wa jamii ndani ya miezi 2 anatakiwa kufanya ufuatiliaji. Sasa atatakiwa kufika kwenye eneo la huyo mtu analoishi ili aweze kujithibitishia kwamba huyu mtu kweli anaweza kukidhi mahitaji ya mtoto. Lakini kuna fomu atatakiwa kujaza, fomu namba 1 kutoka katika kanuni ya malezi ya kambo, lakini atatakiwa kuja na kithibitisho cha kiongozi wake wa eneo analoishi, mtendaji wa kijiji, lakini pia atatakiwa kuleta wadhamini 3. Kati ya wadhamini hao awepo kiongozi wa eneo husika, lakini awepo jirani, ndugu. Tunasema 3, lakini unaweza ukaleta wadhamini hata zaidi ya 3. Hiyo ni ya muhimu sana. Kwa afisa ustawi wa jamii akishapata barua za hao watu 3, ina maana katika matembezi yake ya nyumbani lazima atahakikisha kwamba anafanya majadiliano nao wadhamini. Kwa hiyo yeye atatuwapatanishia taarifa yake, yeye mwenyewe alichokiona na mapendekezo yake, pamoja na hiyo fomu niliyosema, lakini fomu namba 2 ambayo ni ya uchunguzi, lakini pia atatakiwa kuleta hizo barua za wadhamini 3. Pia polisi watatakiwa kututhibitishia makazi ya muombaji hamna mtu ambaye aliwahi kushtakiwa pengine kwa makosa ya ukatili dhidi ya watoto au makosa mengine yoyote yale. Lakini pia daktari wa afya ya akili atuthibitishie kwamba katika makazi hayo hamna mtu ambaye ana changamoto ya afya ya akili. Katika makazi, kuzunguka makazi ya muombaji, kaya yake. Ataenda Yes. Kwa ajili ya usalama wa mtoto. Kwamba mtoto anaweza kudhuriwa na mtu mwingine mwenye changamoto ya kabisa. Yaani umemchukua wewe, mimi namchukua mtoto, lakini ndani ya makazi kuna mtu ana changamoto, anaweza kumdhuru mtoto. Yes. Kwa hivyo vyote tunaviangalia. Kwa hivyo vikishakuja kama huyo mtu pia ana mtoto ambaye ana miaka 14 na kuendelea, anatakiwa atoe ridhaa. Hapo tunaangalia pia maoni ya mtoto. Sawa, baba na mama wamekubali. Je, mtoto anaridhia huyo kuletewa mdogo wake? Maana naweza nikaleta mtoto na nikambadilisha ubini na nini, mwisho wa siku mimi na mume wangu hatupo tena duniani. Yule anaweza asitoe ushirikiano kwa ndugu yake mpya. Kwa hiyo ni muhimu sana naye tupate ridhaa yake kama yuko katika umri wa kutoa ridhaa. Hapa umesema miaka 14 na kuendelea. Ikitokea huyu mtoto na miaka 14 na anayeasiliwa ni zaidi ya miaka 14 ama mkubwa kwa huyu mtoto ambaye yuko kwenye familia, bado tunaendelea na mchakato? Bado ridhaa yake tunahitaji. Kwa afisa ustawi wa jamii lazima atafanya mahojiano naye kwa kuzingatia umri alionao. Na kujua kama naye ameridhia huo mchakato kuendelea. Ukishapewa mtoto sasa, amekuwa ni sehemu ya familia yako. Hatusemi ni mali yako kwa sababu bado atabaki kuwa mali ya jamhuri. Ameshakuwa sehemu ya familia yako. Kuna kitu gani kingine ambacho unatakiwa kukifanya? Kwanza pale unapowasili mtoto ambaye si ndugu, ni lazima upite mchakato wa malezi ya kambo kwa miezi 6. Kwa hiyo katika hiyo miezi 6 afisa ustawi wa jamii atakuwa anafanya ufuatiliaji katika makazi, kuangalia maendeleo ya mtoto. Akijiridhisha sasa atatuandikia tena taarifa pamoja na maendeleo ya mtoto na kupendekeza kwamba huyu mtu sasa anaweza kuwasili. Kwa hiyo sisi tutaandaa vibali na kamishna atasaini. Na atasaini kwenda mahakamani kwa sababu kamishna yeye anatoa kibali cha kuwasili mahakamani. Kwa hiyo hatua inakamilikia mahakamani na baadaye RITA. Leo tulikuwa tunazungumzia juu ya elimu ya uwasili wa mtoto ama kuwasili mtoto, wengi wakifahamu kama adoption. Tumegusia vitu vingi kweli kweli. Tangu kigezo cha mtoto ambaye nini maana ya kuwasili, lakini pia tumegusia juu ya ulezi wa kambo. Wapi utawapata hawa watoto wa kuwasili ama ikiwa unataka kuwasili mtoto, lakini pia mchakato mzima. Ama kuna kitu kingine tumekisahau ambacho ni cha muhimu kweli kweli, unatakiwa kuambatanisha ama ndo kile unatakiwa kuambatanisha kipato chako pia. Na kipato lazima tujue, yes. Kwamba kuna kitu unaingiza kwa mwezi. Tulikuwa na Bi Ludovika Samare, ni afisa ustawi wa jamii mwandamizi. Tumezungumza mengi kweli kweli. Kitu gani ambacho litamani sana tukigusie juu ya uwasili wa mtoto, kwa sababu lengo lilikuwa ni watu wafahamu? Kitu gani ambacho nadhani hatujakigusia kabisa na unatamani Watanzania wakisikie? Nadhani mengi tumezungumza, lakini cha kukazia zaidi labda eneo la uwasili wa ndugu. Tumekuwa tukipata wengi wanaokuja kuwasili upande wa ndugu, labda anatamani kumkatia mtoto bima ya afya.
au anatamani kumuingiza katika benefits za ofisi yake, lakini wanashindwa kuforesee, kuangalia mbele kwamba unapomwasili yule mtoto tayari na maana inabidi ukamilishe mpaka upate certificate ile ya adoption. Sasa anapokamilisha ule mchakato na kisheria wanasema kwamba sawa, pengine unachukua mtoto wa ndugu yako kwa kuwa hakuwa mwajiliwa, au pengine ni mwajiliwa lakini ofisi yake haimpi benefits zile ambazo unazipata wewe. Lakini unaangalia mbele kwamba ikitokea, kwa sababu sheria inasema kwamba haki za mzazi ule wa awali zinakuwa kikomo pale pale. Umefikiria mbele kwamba pale ninapomwasili huyu mtoto, je, niko tayari mpaka na mali zangu? Sasa hivi naangalia bima ya afya NHIF. Je, niko tayari kwamba huyu mtoto sasa aje ashare mpaka mali zangu, urithi wangu, urithi wa watoto wangu na watoto wangu? Maana wengi wanaangalia sasa hivi, wanaangalia atapata bima ya afya, atapata benefits za ofisi. Je, baada ya hapo baadaye, kwa mtu yote anapotaka kuja kama ndugu kuasili, aweke hayo mbele kwamba ajue kwamba anapompa mtoto haki ya kuasiliwa, ina maana kinachofuata kwamba na ile mipango yake, zile haki zake zote za mtoto wake yeye zinatakiwa zihamie kwake, na haki zake zote yule mtoto zimekwama kule. Ina maana yeye ndo anatakiwa ampatie kila kitu kama mtoto wake wa kuzaa. Mimi nikushukuru sana. Najua tumegusia kila ambacho nilikuwa natamani tukigusie kwenye hili. Angalau wana Maelezo podcast mtakuwa mmepata elimu ya kuasili mtoto na ABCs. Wapi unaweza kupata huduma hii ama maelezo zaidi? Basi unaweza kuonana na afisa ustawi wa jamii kwenye halmashauri husika. Hiyo ni level ya chini kabisa ya maafisa ustawi wa jamii wanavyopatikana. Yes. Wapo wanaopatikana katika kata, katika baadhi ya mikoa ikiwemo Dar es Salaam, Dodoma pia baadhi ya kata. Lakini katika halmashauri nyingi bado wako katika ofisi ya mkurugenzi. Kwenye ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri husika. Mimi nikushukuru sana kwa kuwa na sisi. Asante sana kwa kutufuatilia. Jina langu ni Piana Suleiman. Mpaka wakati mwingine tutaketi na nani hapa, basi endelea kufuatilia Maelezo podcast. Kwa heri kwa sasa.